us to read this scripture here. Can we read it together? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. I want us to check on what number one there. Do not be anxious about anything. Ningependa tuangalie hiyo ya kwanza kwamba usisumbuke. Tell your neighbor, do not be anxious about anything. Usisumbuke kwa neno lolote. One of the major accidents, one of the major attacks in our life, it is when we concentrate much on what is affecting us. Jambo moja ambalo husumbua maisha yetu ni kwa wakati tunatasamia kila ambacho kinatusumbua. But the Bible says, lakini Biblia inasema, do not be anxious about anything. Usisumbuke kwa neno lolote. What does that mean? Hiyo inamaanisha nini? It means God is in the business of working on your future. Inamaanisha Mungu yuko katika harakati za kushughulikia hatima yako. He's working for you. Anakushughulikia. He will make sure that everything is working for you. Atahakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. But in every situation, lakini katika kila hali, the Bible says in every situation, not some situations. Biblia inasema kwamba ni kwa kila hali. I wish I'm talking to somebody here. Inaizi kwa mnasema na mtu. Do not waste your time to worry about anything. Usiharibu muda wako kwa kushughulikia chochote. But instead of worry, the Bible says here, lakini kwa kukuwa na wasiwasi, Biblia inasema hivi, let us pray, let us pray. Tuombe. Tell your neighbor, pray. Ambie jirani omba. Prayer is when you take your time to talk to God. Maombi ni wakati unachukua muda wako kunena na Mungu. Talk to God. Nena na Mungu. When you feel like you're stressed, wakati unahisi kwamba una msongamano wa mawazo, talk to God. Nena na Mungu. Jesus said, Yesu akasema, come to me, njoo kwangu, all who are heavy laden, nyinyi wote ambao mmelemewa mzigo, I shall give you rest. Nami nitawapa pumziko. It is up to him, ni kwake yeye, to give you rest. kukupa pumziko. But it's you to go back to him. Lakini ni kwako wewe kwenda kwake. We are returning to God. Tunamrudia Mungu. Am I talking to somebody here? Yenanena na mtu. Tell your neighbor, return back to God. Ambia jirani, mrudie Mungu. Return back to the Creator. Rudia Muumba wako. When you return back to him, wakati unamrudia yeye, in prayers, katika maombi, and give your petition to him, na kumpa haja zako, with thanksgiving, na shukurani. The Bible says, Biblia inasema, present your requests to God. Basi umpe haja za moyo wako. Every request of your heart, kila haja ulizo nazo, give it to God. Mpe Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In verse number 7, katika mstari wa 7, the Bible says, Biblia inasema, and the peace of God, na amani ya Mungu, amani, peace, amani. Salimia jirani yako, mwambie kama kuna kitu unahitaji. Yes. Hauhitaji miliki ya vitu za dunia kwanza. Hauhitaji vitu. Unahitaji tu amani. Amani. Hii ni ukweli ama ninasema maneno yangu jamani? Salimia jirani yako, mwambie kuna watu hawana amani. Hata umpatie ugali na chochote ambacho utampatia, umpatie pesa, ana amani bado. Yes. Lazima upate amani. Na Yesu ni mfalme wa amani. Ndio. Jesus is the Prince of Peace. Yesu ni mfalme wa amani. When you have Jesus, wakati una Yesu, usiwahi poteza Yesu kwa maisha yako. Salimia